Yes, ukisikia siku mbaya kazini, ndo hii hapa. Wanasema kwamba kazini kwao kuna kazi. Hii ndo ilikuwa ni bonge moja la fight kubwa sana ambalo of course limeweza kufanyika usiku wa leo. Bana, tunafahamu kabisa moja kati ya pambano kubwa ambalo tulikuwa tunalisubiri kwa hamu ilikuwa ni pambano la Hassan Mwakinyo pamoja na Michael Solo, ambapo of course Mchizi ameweza kukaa kwenye mentality yake kwa kile ambacho alichokuwa nakifanya usiku wa jana. Hapa namzungumzia Mr. Solo. Bana, fight hii bwana imeweza kumfanya Hassan Mwakinyo ameweza kupoteza pambano lake ambalo pambano lilikuwa lina raundi 12 na Hassan Mwakinyo amepigwa kwa raundi ya 9 kwa TKO, kitu ambacho of course amezidiwa maujuzi na Mchizi, lakini inaonekana ni kama Hassan Mwakinyo kuwa na siku nzuri kazini kwake, kwa sababu the way ambavyo alikuwa anacheza fight yake ilikuwa imepoa sana, tofauti na vile ambavyo tumekuwa tukimjua na vitu kama hivi hapo. Lakini achana na tu na uchezaji wake, Michael Solo ni moja kati ya mcheza masumbwi maarufu sana huko Ivory Coast, lakini ana uzoefu wa kukaa tangu mwaka 2008. Amekuwa ni bingwa tu wa kucheza mapambano makubwa. Moja kati ya kauli ya Toa Kiduku, bondia huyu kutoka Tanzania, naye pia alishakuzungumza, ilikuwa ni Mei 8, akasema kwamba Hassan Mwakinyo anaenda kupigana huko Ivory Coast na moja kati ya bondia mzuri sana. Yani katika mapambano yote ambayo Hassan Mwakinyo ashakupigana, hilo ndo pambano halali, yani hajachagua bondia ndizi. Alizungumza hivyo Toa Kiduku kwamba bondia anaenda kukutana na Hassan Mwakinyo sio ndizi, so wale ambao yeye huwa waga na chagua na vitu kama hivi hapo. So tumejionea wenyewe kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Amepoteza, amepigwa, lakini pia mwanzoni wakati anaanza fight ilikuwa ni fight nzuri sana, umecheza vizuri, umechana gepu na vitu kama hivi hapo, lakini mwisho wa siku wanasemaga kwenye mpira ni dakika 90, lakini pia kwenye ngumi sijui ni dakika ngapi, ila ukipigwa tu kidogo kishaanza kulendemka ukaumuka, umeshapoteza hapo. Lakini pia unaweza ukalendemka na ukaumuka na ukashinda, lakini kwa ndugu yetu Hassan Mwakinyo of course imekuwa mbaya. Sasa taarifa hii bwana ya Hassan kupoteza, Watanzania design kama wameichukulia kama ushindi kwao, yani wameichukulia kama kumbeza Hassan Mwakinyo kwa sababu ya kile ambacho alichokifanya. Lakini hii sio poa na hii sio nzuri. Ukienda kumsikiliza alichokiandika Afande Sele of course kutoka Morogoro, naye pia ameongea vitu pointi sana, kwamba licha ya support kutoka Tanzania au kwa uongozi wa Tanzania, mamlaka husika kuipeperusha bendera huko nje, lakini tunakuamini kwamba wewe unaweza kufanya fight nzuri, ni bondia mzuri na unacheza sana katika kipaji chako, yani una kipaji cha kutosha. Ni baadhi ya maneno ambayo mimi nimeweza kunyambua kuyatoa kwenye kile ambacho alichokizungumza Afande Sele. Lakini pia baada ya kushinda pia Afande kaandika ujumbe na wakumpongeza, kwanza kuthubutu kufanya kwenda kucheza pambano, lakini pia kushindwa ni sehemu ya mchezo, kwa sababu hata pia asilimia kubwa ya wadau wengi wa ngumi walikuwa wanajua kabisa ili pambano anaenda kukutana nalo Hassan Mwakinyo ni pambano gumu na ni tough sana. Sasa kuna baadhi ya watu wamemsema sana, lakini kuna baadhi ya watu wengine wameendelea kumpa moyo, kina Mr. Mwanya kutoka huko Tanga of course wamempa moyo, wamempongeza. Mwanya anakwambia pongezi sana kakaangu, of course this is one army strong, au sio? Amezungumza hivyo. Lakini pia kuna Farham naye pia amempongeza kwamba Champezi amepigana vizuri, lakini haikuwa siku nzuri kwake. Lakini pia kuna kina Oscar anasema cha msingi bwana, cha msingi ni kwamba wametuachia roho yetu, mambo mengine yako sawa. Na kuna wengine hapa wanakuambia matokeo ni kama nilivyoona, Champezi kapoteza pambano dhidi ya bondia kutoka Ivory Coast. Kila mtu amekuwa akitoa comment zake tofauti kulingana na mchezo ambao the way watu wameuona na vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo hii fight bwana si kwa sababu ya kwenda kumsema Hassan Mwakinyo, lakini mimi nakurudisha kiuhalisia zaidi. Bondia Hassan Mwakinyo ni miongoni mwa mabondia ambao wamekuwa wakijibeza sana, wakijikweza sana kwamba wao wanapiganaga tu na wanashinda tu, wanacheza mchezo mzuri tu siku zote. Of course iko hivyo, bondia anaongeaga maneno ya kishujaa sana,
na hasa pale anapokuja kuona Watanzania wenzake wamepigwa huko nje, yeye anaona kwamba yeye akienda nje ndo anawabutua sana, lakini mwisho wa siku yeye ndo kaenda nje huko na akawabutua kweli kweli, na mwisho wa siku kabutuliwa naye pia na vitu kama hivi. Hapo tunafahamu Hassan Mwakinyo ndo alikuwa anacheza sana mapambano ya nje na alikuwa anashinda mapambano mengi. Anashindaje? Watu walikuwa wanajiuliza kwa nini hili kashindwa, kwa sababu yeye akiona labda Toa Kiduku kaenda kacheza kule nje kapigwa, akiona kina Ibra Classic wameenda kucheza wamepigwa, amekuwa akiongea sana kwenye comment zake kwamba hizo mechi za juu kutuachie sisi Mashujaa, huko mtaenda kupigwa tu, mwisho wa siku mnachukua hela mnaondoka. Kwa hiyo watu wamefurahi kwa sababu hiyo, kwamba Hassan Mwakinyo anakaa mdomo sana ambako kamesababisha watu waweze kumcheka kwenye pambano lake hili. Nadhani hata akilini mwake pia Hassan Mwakinyo alikuwa anapigana, japokuwa wanasema kwamba bondia anapokuwa ulingoni amekuwa anamsikiliza tu mwalimu ambaye yuko naye pale, ila asikilize au awazi vitu vingine. Pengine alikuwa anawaza kwamba leo nimepigwa hivi, Watanzania watanisema nini? Bwana, kwenye upande wa comment, dondosha comment hapo alafu tukae sawa.